Haya, Mwagapozo TV, na leo tumepata bahati ya kufika mji wa Gotani. Gotani kwa wale ambao wamanya inapatikana kahikahia Kaloleni na Mariakani. Gotani inapatikana katikati ya Kaloleni na Mariakani. Na leo tumekuja kufanya jambo moja amazing sana. Jambo moja special sana. Kwa hivyo mtazamaji wangu usiondoke. Baki hapo hapo. Twende zetu. Na jamaa tumekuja kumpiga bonge moja la surprise bana. Wewe njoo tu, njoo utamjua bana. Mambo vipi? Safi sana. Sawa. Mambo vipi bana? Safi sana. Unaendeleaje? Huko tuko salama sana. Uko salama? Zaidi. Habari za masiku? Yaani ni njema tu. Njema. Kila kitu yera. Okay. Nasema neema inatosha. Neema inatosha bwana. Mtazamaji wangu wa Mwagapozo TV. Leo tuko Dominion Christ Church. Dominion of Christ, na tuko hapa bana na si mwingine bana. Mmekuwa mkiulizia Lai alienda wapi? Lai afanya nini? Lai yuko wapi? Anafanya shughuli gani? Leo bana in flesh mwenyewe atatuelezea kila kitu, amekuwa wapi na amekuwa akifanya shughuli gani. Sasa bwana Lai. Yes. Habari za masiku bana? Ni njema na ni za faida. Ni njema na ni za faida. Sasa Lai bana, tukasikiza madebe alafu ghafla kimya. Tulipofungua tena macho hivi, Lai ni mchungaji. Uona noni, maana sisi kama huwa tunaamini mtu akiokoka huwa kuna kitu aliona mama, kuna kitu hakuona. Wewe ya safari yako ya wokovu ilikuwaje? Mimi naweza sema kwamba ni kama mwito. Sio kama mwito, lakini ni mwito. Kwa sababu yangu kidogo haikuwa ya tuseme majanga. Yangu haikuwa na majanga. It's just the call, kwa sababu mahali hapo nilifanya. In fact, ni vizuri watu wajue ya kwamba wakati naokoka mimi ndio nilikuwa peak katika career yangu ya muziki, production na mambo mengine mengi. So nikiokoka naweza sema ni ile mwito, nilikosa amani. Unakosa amani, unakosa furaha, unapa pesa ipo, muziki unaendelea vizuri, views zipo na kila kitu, lakini kuna kitu ambao unakosa ndani yako, na ndio sababu nika decide ya kwamba wacha nitafute hii kitu, na ikatokea kwamba hiyo kitu ilikuwa ni ngeuke upande mwingine. So movie ilipoenda kwa likizo, iliporudi nikawa upande mwingine. Kwa hivyo hakuna kitu chenye uliona ama hakuna kitu chenye hukuona, ilikuwa tu ni wito. Ilikuwa calling, na calling ilipofika simu ikawa haiwezi katwa, haiwezi fanya nini, ikabidi receive your call. Vizuri sana. Kwa hivyo zile nunguna nyingi za mitaa bana zinazosema Lai alishindwa na mziki, Lai leo na mziki ni mgumu, ikabidi ahamie kwa gospel. In fact, inakuwa ni vizuri watu wajue kwamba wakati naokoka mimi shots zote hususan Coast, nafikiri that time nilikuwa niko na ngoma mbili, lakini moja ilikuwa inaitwa Tererika. Nilikuwa napiga number 1. Nilikuwa napiga number 1. Ngoma ilikuwa ina top chart kabisa. So nilipata wokovu wakati nilikuwa peak of my career. Na alafu nilikuwa ndio nimesainiwa brand new artist, ndio nimesainiwa. That time kulikuwa kuna label inaitwa Grandpa, ndio nilikuwa nimeanza kuingia Grandpa. In fact the same week ambayo nilisign Grandpa ndio the same week ambayo niliokoka. Yeah. Kwa hivyo deal ilikuja ukasaini na wiki hiyo ndio ukapata kumjua Mungu kabisa. That's nice. Miaka mingapi sasa kwenye injili sasa? 7 years. 7 good years bana. Umekuwa kila neno miaka 7 kabisa. Kwa Mungu kunasemaje? Kwa Mungu ni faida. Kwa Mungu ni faida. Kuna raha. Tunasema kwa Mungu kuna raha. Asante sana. Kwa hivyo miaka 7 sasa kwenye injili na kwa Mungu kuna raha. Unajutia wokovu bro? Wala hamna sababu yoyote nijutie. Na kama ingetokea mtu akaniambia basi Lai itakuwa vita vingi sana kama hautarudi huko kuongea, mimi nitasema wacha tupigane sana. Nguo zivuliwe, nguo zichanike, msulu uchanike, lakini kurudi sirudi. Asante sana. Sasa
Tunajua pia kabla wewe uokoke ulikuwa pia ni mtayarishaji mzuri sana wa mziki. Yeah. Na kuna wasanii wengi sana uliwatayarishia mziki, umetengeneza hits nyingi sana. Je, production bado unafanya ama yani je, unajihusisha na mambo ya mziki ama ndo uliacha kabisa? Nikisema unajihusisha na mambo ya mziki, je, kama mchungaji sasa bado unaimba hata kama ni nyimbo za Injili? Swali la kwanza. Swali la pili, je, production bado unafanya ama uliacha kabisa? Right now naweza sema niko full time ministry. Full time ministry ni kusema kwamba sipo, na kwa sababu wakati ule nilikuwa namiliki studio chini ya Crack Sound Records, na hivi sasa ni kwamba studio haipo, Crack Sounds upande huu haipo, so sifanye production as in such, lakini hapa na pale naweza lakini gospel songs only naweza nikafanya mastering nyimbo ya mtu, pengine studio zile za wapendwa, kwa sababu of course bado ninatembelea ma studio, wapendwa unishirikisha kwa muziki wao, ndugu nisikiza hapa, nisaidie hapa, hiyo unaweza kusemaje? So ziko ngoma kadhaa ambazo naweza nikaweka vidole vyangu ama mikono yangu kuona ya kwamba inatokea katika hali ambayo itabariki zaidi, lakini si kwamba nachukua usukani ama nakatia kiti nifanye full production. Asante. Na kurudi kwa booth, kwa sababu talent kubwa sana lai bana. Kwa booth nikiingia peke yake nafanya sermon. Peke yake unafanya sermon zako kabisa. Lakini kuimba? Kuimba hapana. Kuimba hakuna. Unasema umefocus na full time ministry. Kabisa. That's good. Na labda katika miaka 7 yenye umekuwa katika Injili, labda ni changamoto gani zenye umepatana nazo ama zenye unapitia kwa sasa? Changamoto, unajua ukieleza changamoto kwa ujumla zitakuwa ni nyingi, kwa sababu hata yule ambaye wewe unafikiria ama mimi nafikiria kwamba amefika, pia yeye ana changamoto zake. Ndio. So labda pengine unijulishe upande fulani either kwa wokovu ama kwa huduma, kwa sababu unaposema kwa wokovu ni tofauti na kwa huduma, sio? So labda uniambie upande gani naweza nikasema changamoto. Tuanze kwa wokovu alafu tuende kwa huduma. Ningependa kujua, je, kuna changamoto zozote ambazo umepitia kama kijana, kwa sababu wewe ni kijana mwenye umemjua Mungu. Kuna changamoto gani ulizopitia? Labda kuna kijana pale nje umri wetu tu, ama labda hata mdogo zaidi, ama hata umri wote, lakini ameanza wokovu juzi na labda kuna changamoto anapitia. Labda pengine unaweza kuongea jambo likapata kumsaidia pale. Ulipokuwa unaanza wokovu, ni vitu gani vilikuwa ni kama changamoto kwako kwenye safari yako ya huduma? Tukitoka hapo tutaingia sasa tutaingia kwa wokovu alafu tuende kwa huduma. Changamoto kwa wokovu naweza nikasema mwanzo ilikuwa ni lile jaribu la kuacha secular music kabisa. Unaona kwamba mimi ni mtu ambaye nilikuwa nategemea muziki kwa 100%. Kumbuka ya kwamba tuko na jamii. So kuacha ule muziki 100%, mara nyingine kuna viswali vinakuuliza rent utalipa namna gani, projects ambazo ulianza zitamalizika namna gani, jamii utaisustain namna gani. So ilikuwa ni changamoto, jaribu tu hilo, lakini Mungu anasema ya kwamba niamini mimi na yote yaweke kwangu. Asante. Naona mambo yangu. Na ikija kihuduma changamoto ambayo ipo ni kwamba kama huduma ni changa. Kwa sababu ninaposema miaka 7 kuna miaka ya wokovu alafu na miaka ya huduma. So miaka ya huduma ni michache, ile miaka 7 ni kuokoka. So huduma bado sasa ni changa mno, na kama huduma ni changa ina changamoto nyingi. Sasa hasa tunaishi katika muda ambao vyombo ni muhimu sana, changamoto ya kwanza. So mahali ambapo tuko napata ya kwamba tunapiga makofi, na makofi inakuwa ni changamoto wakati mwingi. So kuna hiyo changamoto ya vyombo, na watu wengi wanaposikia lai ama wanatarajia kwamba tukienda hapo mahali sasa itakuwa ni mangoma, na unakuja unapata tunapiga makofi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hata katika hivyo pia tumemwona akitenda, tumemwona akitembea, tumemwona akiokoa. Lakini unaona ya kwamba pengine tungekuwa na vyombo tungefanya hata zaidi. Yes. Asante sana. Kwa hivyo katika huduma labda kwa wokovu na miaka 7, huduma ina miaka mingapi? Right now this is tunamalizia mwaka wa kwanza.
Vizuri. Kwa hivyo katika hii huduma kuna zile changamoto zenye umepata kuzitaja. Wanaotutazama pale ni mafans wa Mwagapozo TV na wako wengi, na wewe ni mtu mwenye unajulikana na watu wengi. Tukiondoa watu wa Mwagapozo, tayari wewe mwenyewe una watu kibao wenye wamekujua kupitia mziki na mpaka sasa wanakujua kupitia huduma hii. Na watu wa Mwagapozo pia ni wengi sana. Wako tayari kukusaidia Bwana Lai. Wako tayari kukusaidia. Nataka uangalie ile kamera. Tuanze kuwahesabia, yani ni vitu gani vya muhimu ambavyo ungehitaji waweze kukusaidia navyo ili huduma iweze kuendelea vizuri. Watu wa Mwagapozo TV, watu marafiki, ndugu na wapendwa ambao ni walai, ninaamini ya kwamba ni fursa kwanza na ni neema Mungu kutunganisha katika hali hii. Ni kweli tuna huduma bado ni changa, ndio tunamalizia mwezi wa kwanza, inaitwa Dominion of Christ, tupo Gotani. Na ni kweli tuna changamoto. Changamoto ya kwanza ni kwamba mahali ambapo tupo ni mahali ambapo tumesaidika, ni mahali ambapo ni serikali hapa inamiliki, so tulisaidika tu ya kwamba tushikilie kwa muda. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu tuna kiwanja ambacho tulipata, plota ama shamba ambalo tulipata, na hatuja fanya mjengo wote. So mahali ambapo tunasaidika ni kwa muda. Unajua serikali ikikusaidia pia haibishi hodi, siku ya kuondoka hawatakwambia, watafanya kushtuka, wanakuamsha asubuhi na kukwambia it is done. So upande wa ujenzi bado tunamwamini Mungu, na naamini Mungu ya kwamba ametuleta ama ametuunganisha ili wewe na yule tufanye jambo, tuunganishe mikono pamoja ili tuone ya kwamba hii kazi itakuwa rahisi mabegani mwetu na Mungu atatubariki kupitia hiyo. So tuna tamani ya kwamba tukawe na hekalu ama ujenzi, number 1. Number 2, kati ya changamoto nyingi, lakini pia tuna uhitaji wa vyombo. Tuna uhitaji wa vyombo nikimaanisha PA, sound system kwa ujumla. Ninajua kwamba kuna vitu vingi, lakini kuna vile ambavyo ni basic like speakers, amp, mixer, microphones na kadhalika. Kwa sababu tukisema vyombo vya muziki kuna matrumpet, kuna masaxophone na maviolin na kadhalika, lakini kuna zile ambazo ni basic. So PA pia nataka nimwamini Mungu kwa ajili yako ya kwamba tunaweza tukafanya jambo, na ninaamini kabisa hii ni huduma changa na Mungu ametubariki na vijana wengi, na ikizingatiwa kwamba tuko mashambani. Unajua mashambani kidogo kuna changamoto zake zingine pia. Sitaki kuzungumza kuhusiana na matoleo, lakini hata hivyo ijulikane kwamba kidogo kijana wa mashambani na wa mjini wanakuwa utofauti katika mapato. So mapato ya mashambani kidogo yako chini, na ndio sababu tunasema Mungu ametuunganisha na wewe. Wacha niseme hivyo tu, Mungu ametuleta pamoja. Kama tunawezekana tukafanya jambo, vyombo, upande huo wa vyombo, upande wa mjengo, ili mahali hapa hata tukitoka tuwe tuna mahali ambapo tunaweza tukahamia kule, itakuwa ya baraka mno, ya baraka sana, ya baraka ajabu, na Mungu atatukuzwa katika hilo. Amin. Kwa hivyo mtazamaji wa Mwagapozo TV, mpenzi wa mziki wa live, mpenzi wa injili, mtu yoyote pale nje, nadhani umepata kusikia changamoto ambazo mchungaji anapitia, iwe ni jiwe moja tofali, iwe ni mfuko wa simiti, iwe ni gitaa uko nalo pale, iwe ni shilingi 10, chochote kile utakachoweza kusaidia huduma hii kitasaidia sana kwa ukubwa. Kwa sasa mchungaji Lai ametueleza kuwa kuna sehemu tayari washapata, lakini sehemu ile bado ni kiwanja tu, hakuna chochote pale. Kwa hivyo chochote utakachoweza kusaidia ministry hii utasaidia sana, na Mungu atakubariki. Labda sasa kama kuna mtu anataka kutuma, manake najua akiona hii video wataanza kutuma. Je, wanaweza kukutumia mchango wao kivipi? Mchango unaweza ukapitia, na ninaamini ya kwamba michango ipo, na tungeomba sana ikaweze kukubalika ya kwamba ipitie hii njia. Ni njia ambayo kama kanisa tumekubaliana ya kwamba itumike hiyo. Kwa sasa ni namba yangu official number ambayo ni 0720 790110. Nitarudia tena 0720 790110. Jina litaandika ni Ngala Lai Mrima, Ngala Lai Mrima ama Ngala Mrima.
So ni namba yangu ambayo pia tunaitumia kama namba official ya kanisa. Tumesema bado ni wachanga, lakini tunamwamini Mungu kwa mambo zaidi. Tafadhalini ninaomba ya kwamba kile ambacho uko nacho usikionee haya, usikionee aibu, maana ndicho ambacho Mungu amekubariki nacho, na kama utaweza kutubariki nacho, si Bwana atatukuzwa katika hilo. Amin sana. So umeweza kusikia namba ambayo unaweza kutuma. Pia katika video hii tutaweza kukuwekea namba hapo chini, ili kama una mchango wote unaweza kutuma. Tafadhali utakapopata ujumbe huu mtumie pia mwenzako, mwambie yule lai yule sasa ni mchungaji, lakini kuna mahitaji ambayo anahitaji, ambayo ministry iweze kusonga mbele. Paka wakati mwingine bwana, barikiwa sana. Hii ni Mwaga Podzo TV. Zidi kutufollow, kulike na kucomment, kutufollow katika social media zote. Una chochote ambacho ungependa kuambia mashabiki zako na dunia nzima kwa jumla? Mimi kile nawaambia ni kwamba tukutane huku, hakuna majuto, hakuna hasara, hakuna aibu. Tukutane huku na tukutane hapa pia. Mwaga Podzo, Biro Nation, hapa tunaunganisha. Asante. Kama mtu anataka kuja kanisani Jumapili, ibada zinaanza saa ngapi? Tunaanza ibada saa 2. Tunaanza na maombi, tuendelee ibada ya mafundisho, alafu saa 5 tunaingia ibada kuu, kuanzia saa 5 mpaka saa 7. Lakini pia tuna ibada ambayo ni ya revivals kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Yes, so ibada 3 tunaanza saa 3. Mungu akuwezeshe mpaka saa 7, ukiwezekana zaidi ingia saa 10 mpaka saa 12, na itakuwa ya baraka sana. Asante sana. Suma nyuma kamera, Suma si. Asante.